Kindege! Kindege! Wewe Kindege! Kindege, shida yako nini? Kindege! 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 Kindege aje? Hata mwenyewe sijui. Oh, nasikiliza. Hem, tumnyanyue tumpeleke ndani akavute dawa yake. Mshike huko, mshike huko. Mshike. Kindege. Dokta, mgonjwa wangu anaendeleaje? Mgonjwa wako kwa sasa anaendelea vizuri, ila anasikitika kukutaarifu kuwa amepoteza ujauzito wake. Dokta, unataka kuniambia mdogo wangu alikuwa ni mjamzito? Ndiyo, kwani ulikuwa hujui? Mbona ulikuwa ni mjauzito wa muda mrefu sana? Ulikuwa miezi 3 sasa. Mimi nilikuwa sina taarifa. Alafu dokta, mimi nadhani utakuwa umechanganya. Mdogo wangu hawezi kuwa mjamzito, afa asiniambie. Hawezi kuwa mjamzito? Una maana gani kusema hivyo? Dokta, mdogo wangu alikuwa ni mjamzito angeniambia. Okay, sawa. Dokta, sasa kama ameharibu ujauzito, yeye yuko vipi kiafya kwa sasa? Yuko salama? Kwa yeye binafsi anaendelea vizuri, amepata mapumziko. Lakini tu ndo hivyo, amepoteza watoto wawili. Ujauzito wake ulikuwa wa mapacha. Samahani dokta, naomba niende nikamuone mdogo wangu. Naomba nikamuone mdogo wangu tafadhali. Hapana, kwa sasa tuwezi kukuruhusu kwenda kumuona kwa sababu amepata muda wa mapumziko. Utaenda kumuona baada ya masaa 3. Kwa sasa naenda kumsubiri reception. Basi sawa, lakini sitakuwa salama. Usijali, atakuwa salama. Sawa. Asante sana dokta. Asante sana. Mungu akubariki. Naomba muangalie vizuri sana mdogo wangu. Ni mdogo wangu ninayempenda sana. Sitamani akutwe na kitu chochote dokta. Nakuomba. Kuwa makini sana, muangalie nakuomba. Usilie sasa. Naenda kumsubiri reception, nimekuambia. Basi sana dokta. Jeni, niseme asante sana ndugu yangu. Kusema kweli sina kitu cha kukulipa chochote kile ambacho naweza nikakupa kama shukrani kwako. Bali nasema tu asante sana. Kifupi umekuwa upande wangu mara nyingi sana, umekuwa ukinisaidia sana. Yaani na mimi nashangaa, sielewi ilikuwaje mpaka nikaweza kutoka bila hii dawa. Ila niseme asante sana Jeni. Yaani Kindege, kama nisingewahi kufika pale, sijui tungekuwa tunaongea nini mpaka sasa hivi. Wewe una maana gani kusema hivyo? Alafu wewe umetoa wapi ujasiri wa kwanza kuzungumza wakati mimi nazungumza na mgeni wangu? Umetoa wapi ujasiri wa kuingiza maneno yako katikati ya mazungumzo yangu mimi na Jeni? Nisikilize Epi. Hata hapo ulipokaa, sielewi umekaa kwa sababu zipi na umekaa hapo unafanya nini? Ukiangalia kabisa humu ndani wewe huna visa yoyote ile kuingiza humu ndani. Kifupi wewe humu ndani umeingia kimagendo sana. Kifupi wewe humu ndani umeingia kama mhalifu tu, yani kama mtu haramu. Kwa hiyo, ikiwa nazungumza na wageni wangu, funga huo mdomo wako. Jaribu kumind your business. Usije ukaniingilia. Hii hali kijirudia tena, utakuja kuniona mbaya.
Basi naomba nisamehe mimi dada Kindege. Jeni, asante sana. Pia samani kwa usumbufu kama huu. Kindege, hauna haja ya kunishukuru kiasi chote hicho. Wewe ni ndugu yangu. Na mimi ninatakiwa nikujali muda wote. Ndio maana niko hapa kwa ajili yako. Ila kuna kitu nimewaza. Kwa sababu hii hali inakutokea mara kwa mara, hautakiwi upate kashikashi nyingi, unatakiwa upate muda mwingi sana kupumzika. Kwa hiyo sasa hivi naomba nikusaidie nikupeleke hadi chumbani kwako upumzike. Sawa mamangu? Asante sana. Nitashukuru kwa hilo. Okay, sawa tu. Samani. Yes. Hii bahasha nimeitoa kule chumba cha 3, nimeambiwa niilete ofisini kwa meneja. Okay. Beni. Janeti. Yeah. Imekuwa surprise sana. Sijategemea kukuona hapa. Usitake kuniambia wewe ndio meneja wa hii kampuni. Yes, of course. Mimi ndo meneja wa hii kampuni. Na wewe ndo siku yako ya kwanza leo unaripoti kazini, si ndio? Yeah, ni siku yangu ya kwanza. Kiukweli nimefurahi sana kukutana na mwenyeji wangu. Karibu sana. Na mimi pia nimefurahi sana kuonana na mtu ambaye tushawahi kukutana hapo kabla. Na nikutakie kazi njema tu kiukweli. Karibu sana. Asante. Kwa naomba nitilie saini hapa. Oh, okay. Basi sawa. Basi sawa. Ngoja nijaribu kuipitia. Sasa nisikilize vizuri. Unatakiwa kuhakikisha hii document unamkabidhi dada wa reception pale. Hata ihifadhi katika sehemu ya kutumia hizo bahasha, itatumwa. Lakini mimi nadhani hatuna haja ya kusubiri barua ijibiwe kwa sababu tayari ushafika kazini na nishaisaini. Unaweza tayari ukaanza kazi leo. Wow. Asante. Basi sawa, mimi ni kutoe wasiwasi. Karibu sana kazini. Jisikie uko nyumbani. Na kama kutakuwa kuna changamoto yoyote ya kikazi, usisite kuniface na kuniambia changamoto yako. Okay. Kuwa na kazi njema. Thank you. Sawa. Halo. Basi sawa. Atume kwenye kodi namba zile. Sawa. Kila la heri. Shemeji, ni bora hata tumekutana hapa shemeji yangu. Kuna matatizo makubwa sana, mke wako yuko hospitali amelazwa na hali mbaya sana. Hali mbaya? Kaa kimya. Wote tumsikilize huyo aongee pojo zake na hizo pomba zake. Maana hawezi kuwa na mada yoyote ya maana. Lazima taongea utumbo. Nakusikiliza. Kautana nini? Shemeji, mimi hata sijui kama ulimpiga, sijui chochote. Mara mwisho nilikuja kumchukua pale nyumbani kwako nimkuta amelala anaumwa tumbo. Ikabidi nimpeleke hospitali, lakini kwa bahati mbaya alikuwa na ujauzito umetoka. Hivyo kuna pesa zinahitajika nyingi sana ili aweze kusafishwa. Shemeji, naomba ufanye haraka, atakufa mdogo wangu. Mimba? Sasa. Kwa maana najua hiyo ni mimba ya Tolu. Unashangaa nini? Na kama imetoka basi hapo ni vizuri sana. Kisicho riziki akiliki. Yaani haiwezekani Tolu ampe mimba mke wa mtu, afu abaki anategemea kupata mtoto. Haiwezekani kabisa katu. Na sambamba na hilo, kama ni swala la pesa, mimi sitota senti 5. Kwa sababu kama mimba sio ya kwangu, kwa nini mimi niwajibike kuhusu mambo ya mimba ya mtu? Kwenda kuanza kusafisha siku kufanya kitu gani? Mimi siwezi kuhusika. Siwezi kuhusika kwa chochote kile. Shemeji, wewe unaongea nini? Shemeji, una akili kweli? Yule ni mwanamke wako, mimba ni yako yako, mimba na miezi 3 utasema ni ya Tolu, mimba yako ile. Halafu mimi nadhani unamjua hawala yake.
Kwa hiyo cha kufanya, nenda kamuombe hela yeye, kwa sababu kama humjui, mimi namkumbuka. Ni jamaa mmoja hivi dread, mwembamba hivi, miguu kama ya mbuni. Kwa kama unaweza kwenda, nenda kamuombe huyo jamaa akupe pesa. Ila mimi siwezi kuhusika na mimba ambayo hayanihusu kabisa. Si ndio hivyo mke wangu? Siwezi kuhusika na mambo ambayo hayanihusu. Ule ni umalaya wake, kwa hiyo mimi siwezi kuhusika na mambo yoyote yale. Amka basi kwenye usingizi uliolala. Kwani wewe nini? Una akili wewe? Sitakuuliza wewe. Una akili? Usije ukasubutu kumpiga mke wangu. Wewe nitakupiga nikuumiza. Shenzi wewe. Mtu ondoke. Kaangaika na maisha yenu. Shema. Shema ndo kaka. Acha hilo limeisha kabisa na kila kitu kitakuwa sawa. Basi sawa, mimi niseme tu nikutakie mchana mwema. Okay, sawa, hamna shida. Samahani bosi. Kuna wale wateja wetu wa Kiwalani wamesubmit mara 2. Na kiukweli imenichanganya sana. Imekaaje? Oh. Hiyo ni kawaida kabisa. Mara nyingi wateja wetu kuna wanaochukua mzigo mara nyingi sana. Na kama atakuwa hajafanya biashara, hata akisubmit maombi yake atakataliwa. Kwa hiyo kadri wanavyosubmit ndivyo wanavyokuwa wamefanya biashara na sisi. Na haina hasara yoyote. Oh. Sikutegemea kabisa hili. Maana ilinishtua sana. Hata usio na wasiwasi. Ni kawaida. Unajua, hakuna mtu anaweza kusubmit kama hajafanya biashara. Na hata kama atafanikiwa kufanya hivyo, maombi yake hawezi kukubaliwa. Kwa hiyo ukiona mtu amesubmit zaidi ya mara moja, ujue amefanya biashara na sisi zaidi ya mara moja. Kwa hiyo kama ulivyowataja wateja wa Kiwalani ni wateja wetu ambao tunafanya nao biashara mara nyingi sana. Kwa hiyo huwa wanachukua mizigo kadri wanavyotaka. Sometimes mara 3, mara 4 na kuendelea. Kwa utakavyoona submit zao ndivyo walivyofanya biashara. Kwa hiyo kuwa na amani kabisa. Oh. Asante sana kwa kunielewesha. Na vipi? Huu ni muda wa lunch. Na wafanyakazi wote wameenda kula lunch. Lakini wewe bado umekaa hapa. Vipi? Haupati chakula cha mchana? Janeti. Kiukweli mara nyingi huwa sipendelei kwenda kula lunch. Hivyo inapofikia muda wa lunch kama sasa hivi, huwa nachukua muda wa kujipumzisha na kupitia baadhi ya mambo yangu. Kwa sababu nimejiwekea taratibu ya kutokupendelea kwenda kula lunch. Mara nyingi huwa napenda kula dina muda wa usiku, napokuwa nimerudi nyumbani, na kunywa juisi yangu, natulia. Okay. Kumbe wewe upo kama mimi. Mimi mwenyewe sipendelei kabisa kula mchana. Kweli? Yeah. Okay. Na samani, naweza nikakaa hapo? Yes, why not? Unaweza kukaa. Okay. Niambie Janet. Safi tu. Unajua tangu umefika hapa kazini hatujapata nafasi ya kuzungumza kabisa. Wewe ni mwenyeji wa wapi? Mimi ni mwenyeji wa Arusha na ndio sehemu ambayo nilikuwa nafanya kazi. Kiukweli nilikuwa nafanya kazi vizuri sana. Lakini ndio imetokea tu hivyo, nimehamishwa, nimekuja hapa kwenye ofisi zenu. Wow. Safi sana. Hongera. Na pia binafsi tu nikupongeze kwa sababu ofisi yetu wafanyakazi wengi wanaotoka kwenye ofisi za nje huwa ni wale wenye taaluma kubwa zaidi. Kwa kama umeona umekuja kwenye ofisi yetu, maana yake taaluma yako inaonekana sio haba. Kwa hiyo karibu sana. Na pia kuna sehemu nilikuwa nimeoda maziwa. Wamenitumia SMS kwamba tayari yako tayari. Kwa kama hutojali tunaweza tukaenda kuyafuata. Okay, haina shida, tunaweza tukaondoka. Okay. Leticia. Nakumbuka mara mwisho tulivyokutana pale barabarani. Nilikwambia kabisa ukifika nyumbani tu nipigie simu. Cha ajabu sasa, umeenda nyumbani, umerelax mwenyewe, sijui ndio ulikuwa umeshasahau na kunipigia simu. Lakini hata hivyo hakijaribika kitu chochote.
maana nilipofika tu hapa nyumbani, kitu cha kwanza kukifuatilia ilikuwa ni swala lako. Na bahati nzuri, hongera sana, umepata kazi. Leticia. Leticia. Vipi mwenzangu? Mbona kama hauko hapa? Janeti, kwanza naomba unisamehe sana. Unajua kiukweli sikuwepo hapa kabisa. Yaani nilikuwa mbali sana kimawazo. Ulikuwa mbali kimawazo? Leticia, una matatizo gani kwani? Wewe ulikuwa na shida na kazi? Na mbona nimekupa taarifa za kazi umezipokea kawaida kabisa yani? Yaani ninazungumza hapa kumbe mwenzangu hauko hapa. Hebu niambie, una shida gani? Maana tatizo lako kubwa lilikuwa ni kazi. Kazi umeshapata, cha ajabu umeipokea kawaida kabisa na hata hujafurahishwa nayo. Hapana Janeti, usiseme kuwa sijafurahishwa nayo. Nisiwe muongo. Yaani ulichokiongea hapa sijakisikia. Na hata hilo swala la kazi lenyewe nilikuwa sijasikia. Janeti, mimi kiukweli sasa hivi kichwa changu hakipo sawa. Nina mambo mengi sana yananisumbua kwenye akili yangu. Kwa nataka kuniambia hapa nimeongea peke yangu, hujanielewa chochote kile. Lakini wewe si ulikuwa unahitaji kazi wewe. Shida nini? Ni matatizo tu ya familia yangu ndio yanayonisumbua. Okay. Sorry. Unaweza ukaniambia hata kidogo? Yeah, naweza kukwambia. Janeti, unajua mimi na mdogo wangu. Mdogo wangu kwa sasa ni mgonjwa, yani ana hali mbaya sana. Yani yuko hospitalini amelazwa. Kwa hiyo hapa nipo nimekaa muda wote namfikiria tu yeye. Sijui hata ana hali gani, yani naofia hali yake kabisa. Amepatwa na nini kwani? Alipata tu ajali kidogo. Na hiyo ndio imepelekea yeye kulazwa na hali yake kuwa mbaya. Oh. Pole sana. Kama ni swala la kumuuguza mdogo wako hata haina shida. Lakini sasa Leticia, unajua swala la kukusubiria mtu kwenye kazi yake ni ngumu sana. Watu wanaohitaji kazi ni wengi sana. Kwa hiyo sidhani kama itawezekana wewe kusubiriwa kuja kufanya kazi. Sema tu Mungu akisaidia kazi ukaikuta bado ipo haina mtu yoyote, utafanya. Lakini ukiikuta pia nafasi imeshachukuliwa, itakuwa ndo hivyo tena. Sawa Janeti. Pia unaponiona hapa nimetoka hospitali hivyo, naelekea nyumbani ili nikamwandalie mama chakula. Nadhani baadaye tena natakiwa nirudi hospitali. Kwa hiyo mimi tu nilikuwa nakuomba niwahi nyumbani, mimi nikuache. Ila naomba unisamehe sana. Najua utajisikia vibaya na utahisi labda nimekufelisha. Haya sawa, wewe kamuuguze salama mdogo wako. Basi sawa. Zimbe, sikiliza maagizo yangu vizuri. Ninakuweka humu ndani. Ninataka ufanye kile nilichokwambia. Kindege lazima umnyonye damu. Ninataka umnyonye damu. Hakikisha kile tulichompatia kinamwangamiza kabisa. Afe kifo cha aibu. Afe kifo cha kufedheka. Akonde sana. Ninakuamini. Naamini na mababu wa mababu zetu wanakuamini vizuri. Jenny! Jenny, kumbe umefika? Yaani hapo wezi amini ndo nimeviona viatu vyako hapo nje. Kumbe upo ndani? Ndiyo, nimeshafika muda mrefu sana. Sawa, basi karibu ukae. Jenny, kaa. Vipi za huko utokako? Kwema? Kwema kabisa. Na vipi kuhusu safari yetu? Ile safari iko vizuri sana. Mimi nimejiandaa ndio maana nimekuja kukupitia. Wow, kumbe ndio umekuja kunipitia? Unajua nini Jenny? Nimesahau mkoba chumbani. Na kama unavyojua mkoba utahitajika. Maana kuna makaratasi pia tutapatiwa.
acha nikauchukue kisha tuondoke zetu. Basi sawa. Sawa, nakukuta. Haya, sawa.